Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mwenye imani, haswa hakina mama, akina mama, Mwenyezi Mungu awafanyie ni wepesi katika masuala mbalimbali, haswa katika kufitinisha kwenye ndoa za watoto zenu. Ndoa nyingi zinazovunjika zinategemeana mama wakwe. Ni watu ambao wana ushawishi mkubwa wa kuleta kwa binti yao kurudi nyumbani pasipo na sababu yoyote. Lengo tu kaelezwa kwamba ananyanyasika, anateswa. Yani ndoa ikishaanza kumshinda, anatafuta namna ya kumsingizia mwanaume bala lolote, lengo na makusudio arejee nyumbani. Na mama mkwe pasipo na kufikiri analibeba moja kwa moja, mwanangu rudi nyumbani, hujaua huku. Yani anataka maisha ambayo anaishi na mumewe, basi ya kumtawala mumewe, na anataka binti yake amtawale mumewe pia. Ni mtihani mkubwa. Na wewe mwanaume, kama ndoa yako unahitaji iweze kudumu na iweze kuwa yenye utulivu, acha kumruhusu sana mwanamke kwenda nyumbani kwao. Yani kila siku mwanamke yuko nyumbani kwao, litazaliwa jambo lingine. Mwisho wa siku atarudi huyo mwanamke, hatorudi yule tena. Anarudi akiwa tayari kichwani mwake kashapandikizwa mabomu. Unachomwambia tena hasikii, anachokifanya najua mwenyewe. Lengo na makusudi tu kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda kuharibika na ndoa hii inakwenda kuvunjika. Hata kama umezaa naye watoto 4, 3, hata 6, usione kwa sababu na watoto naye basi atakuwa mtulivu, hatosikia maneno nyumbani kwao. Hapana, anaweza kuambiwa jambo, maana nyumbani kwao kuna upelelezi. Mnaishije huko, mnakula nini, vipi, masikilizano yapo vipi, akipata hela unaiona. Yani maisha yale yote ambayo wao wanaishi wao, ndo wanataka wewe ndo uishi. Unaona, basi ucheza hata kikoba kwa siri, cheza mchezo, ingia yani mkeo kaingia kwenye upatu, wewe haujui, shindikizo la mama mkwe. Kwa hiyo ndoa nyingi tunashuhudia ambazo zimevunjika kwa sababu ya mama mkwe kuingilia kati hiyo ndoa, kuifanya ndoa hiyo ikawa si ndoa tena, ikawa sehemu ya vurugu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awapeni subira sana, maana hili mnalofanya mnafanya hatari kubwa kwa Allah, mnafanya hatari kuvunja ndoa. Lengo na makusudi, aidha kuna mtu maalumu umemtafutia, au aidha unamwambia rudi nyumbani utafanya biashara. Kwa hiyo inshallah, kama una mke, acha kumruhusu kuondoka masafari. Lakini pia mke mwema yule ambaye mwenye kumtii mume na kumsikiliza mume, kwa maana ukiwa mke mwema huwezi kwenda pahali pasipo na ruksa ya mumeo. Haijalishi msibani umefiwa na mama yako, baba yako, shangazi yako, mjomba wako, nani umefiwa, hakuna kitu kizito zaidi ya ruksa ya mume, kwamba nenda au siende. Hiyo utakuwa umevuka katika daraja kubwa la Mwenyezi Mungu, kutokana na Allah alivyotueleza au alivyoeleza akina mama, pepo yenu iko kwenye unyayo wa mwanaume. Sasa huyu mume usipomtii na kumsikiliza, kwa maana kuna balaa zito linakuja juu yako na hata hiyo familia yako. Na kama ukawa msikivu kwenye ndoa yako, basi huyo mama yako au baba yako yupo kabulini, basi inshallah Mwenyezi Mungu mpa neema, na wenda hata umsamehe makosa yake pia. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe mwanzo mzuri, na ndipo tuwe na mwisho mwema. Assalamu alaikum.